Tulimuuliza yule mzee vipi kuhusu kitambulisho cha taifa, kitambulisho cha uraia. Of course yule mzee alikuwa hana kitambulisho cha uraia. So akasema ana kitambulisho cha kupigia kura. Kwa tukachukua kile kitambulisho, tukaskani, of course zikatoka taarifa zake, lakini kile kitambulisho kilikuwa kinaonekana ni kipya. Na tulimuuliza kwani hichi kitambulisho chako mbona kinaonekana ni kipya sana? Akadai kuwa yeye ni mtunzaji sana wa hizo ID. Basi tukaendelea kupatwa na mashaka, lakini mwanasheria akamwambia swali moja kuwa anaomba namba yake ya simu aweze kuingiza amtumie sehemu ya pesa ili tuone kwa majina yake yata display kama yalivyo display kwenye hati. Yule mzee akasema kuwa yeye namba yake amesajiliwa na mtoto wake. Kwa tukamuuliza mtoto wako anaitwa nani? Akataja jina ambalo ni la Kikristo la mtoto wake, pamoja na baba wa huyo mtoto wake pia ni Mkristo ambaye sio majina yake. Basi sisi tukaendelea kupatwa na mashaka, lakini wakati tunaendelea sasa, mikataba ikawa imeandaliwa tayari na pande zote mbili zikawa zimesomewa mikataba na zile ID zikapigwa photocopy pamoja na picha kwa ajili ya shughuli hiyo iendelee. Kwa hiyo wakati tunaendelea sasa, sisi tukahoji vipi kuhusu hati, especially mimi na dalali mwenzangu tulitoka nje tukawa tunadiscuss kuhusiana na mazingira yalivyo pale. Kwa hiyo tulimuita mwanasheria wetu tukamuuliza, tukamwambia kabla ya chochote hakijaendelea lazima tuone hati. Kwa yule mwanasheria ambaye tupo ofisini kwake hapo maeneo ya Ubungo Plaza, ambaye ndio mwanasheria wa yule mzee ambaye anauza nyumba, akasema zile hati yeye alikabidhiwa na yule mzee, kwa hiyo zipo kwenye gari. Kwa akawa ametoka kwenda kwenye gari lengo kwenda kuzichukua zile hati, lakini alikwenda and then akarudi. Alivyorudi akadai kuwa funguo ya gari ametoka nayo mwenzake, mwanasheria mwingine ambaye anafanya kazi naye ofisi moja. Kwa hiyo